Mimi ni counselor, nakutana na watu wengi sana, na asilimia zaidi ya 90 ya changamoto za kisaikolojia ambazo watu wanakuja kwangu kutafuta mwongozo na ushauri zimesababishwa na wazazi wao, na hawa wazazi wanajiona hawana hatia kabisa. Na ninajua wewe umekaa hapo, kuna changamoto nyingi ambazo mwanao anazo za kisaikolojia, pengine wakati mwingine atakuaga nazo. Hautakubali kama ulikosea, kwa sababu ukweli ni kwamba wazazi wengi, asilimia kubwa, wana nia njema sana ndani ya nafsi zao, lakini maisha yanawafanya wafanye vitu ambavyo wakati mwingine hawawezi kupredict matokeo yake. Mgogoro wa kwanza ambao wazazi huwa wanaupitia, mimi nimeuita mgogoro binafsi, personal conflict. Mgogoro binafsi ni ile hali ya wewe mwenyewe kupambana na changamoto zako zinazosababishwa na masuala mbalimbali ya maisha. Umeenda kazini, bosi kakuvuruga, biashara imeenda vibaya, umepata hasara, vikoba vinakuvuruga, marejesho ni magumu, unarudi nyumbani umenuna, umekasirika, sauti iko juu, unabweka, sio unapiga makelele, dada anagombezwa, kila mmoja hana amani. Of course walikuwa na amani mpaka walipofika wewe. Ila mtoto apigwi wala mtoto asumbuliwi, ila mama ana struggle na personal issues, baba ana struggle na personal issues, na zile struggle zetu tunakuja nazo mpaka ndani ya nyumba. Wakati mwingine chumbani tumepishana, tumefika wakati tumevurugana, baba alinichiti, siyo mama alifanya nini, na kwa hivyo tunatoka sebuleni tukiwa na attitudes. Mpo sebuleni baba na mama amegeukia kushoto anachati na simu, baba amegeukia kulia yupo na laptop yake, chakula kipo pale, utajijua jisevie mwenyewe. Mama anamuuliza kitu baba anamkata jicho moja amazing sana, hajamjibu kitu, akipata jicho unaangalia, unajua hapa mama nyamazi. Kuna namna fulani unajikuta mmekaa mbele ya watoto wenu lakini mnaogopana. Kuna namna mnapeana cold shoulder, kuna attitude mnapeana, na huwa tunaamini kwa sababu hatujagombana mbele yao watoto wako salama. Let me tell you something. Watoto wako si tu kwamba wanasikia maneno yenu, ila wana read energy yenu, wanasoma energy yenu. Mama asipomtii baba, wanasoma. Baba asipompenda mama, wanasoma. Mama asipomheshimu baba, anasoma. Kuna ile unakuta baba kawapenda watoto wake, kawapeleka outing, kawanunulia zawadi za kutosha, except mama hao, and they are like, dad, what about mom? You know, it's fine, haina shida, ni mtu mzima, si ndio? Wanasoma. Mama unaweza kufanya kila kitu kwa waliokuzunguka isipokuwa baba. Kwa nini? Una shida fulani ndani mwako zinakusumbua. Pengine huyu mwanaume hawezi kumiti needs zako za kihisia, za kiuchumi. So you have these personal issues going on. Hamgombani lakini mnanuniana. Hamgombani lakini mnaziliana. Hamgombani lakini mnapeana this cold treatment. Watoto wanaona ule mchezo. Shida ya watoto iko hapa. Ninyi mnachokipitia wa hawakielewi. Kwa hiyo ile style mnaoishi nyumbani, wao wanaamini ndio lifestyle ya maisha. Hello. Kwa hivyo immediate effect ni kwamba kwa sababu mama hamtii baba, unaanza kutengeneza watoto wasiozitii mamlaka, ikiwemo walimu na watu wanaotakiwa kukusaidia kulea watoto. Naongea na mzazi mmoja Kwa sababu wakati wewe unamwona huyu ni mshikaji mwanaume fulani alionikwaza, mwanao anaona yule ni baba yake na ni mamlaka. Kwa hiyo how you treat his dad or her dad itamfanya ajifunze kuheshimu mamlaka zingine ama la. Kwa unatengeneza watoto ambao wakija shuleni hawatii mamlaka, hawaziheshimu mamlaka, hawaogopi mamlaka, wapo ovyo ovyo tu. Alafu unasema mwanangu hana adabu. Wewe una adabu kwa mama? Halo. Wewe una adabu kwa habari ya kusikitisha ni kwamba mtoto ambaye hajawahi kumuona mama yake anamtii baba yake atapata shida kutii mamlaka, na atapata shida kumtii mama huyo ambaye hamtii baba huyo. Halo.
Mtoto ambaye hajawahi kumwona baba anampenda mama yake, anapotoka kwenye ulimwengu halisi atashindwa kuwapenda wengine, atashindwa kuwaprotect wengine, atashindwa kuhakikisha wengine wako salama. Na ni kwa bahati mbaya, mtoto ambaye hajawahi kuona baba anampenda mama yake haelewi maana ya upendo, hajui nini maana ya upendo, hatojali kuhusu kuwapenda wengine, na eventually hawezi kumpenda baba. Halo, niwasaidie tukuiweka vizuri. Achana na habari ya kumpenda mwanao, mpende mama yake. Nimewasaidia wanaume hapa? Ukimpenda mama yake atajifunza upendo. Ukimpenda yeye atakuwa confused. Unanipenda mimi alafu umpendi aliyonileta duniani? It's a confusion. Mgogoro wa pili ambao huwa unasumbua wazazi na unaleta athari mbaya kwa watoto tunaita mgogoro wa wazi, active conflict. Hii ni wale ambao wameamua kuchokana huko ndani, kugombana kimya kimya, wamekiwasha wazi wazi. Ukiruka na ruka, ukichiti na chiti, ukipaza sauti na paza sauti. Na hii ngoma haishii chumbani, inakuja mpaka sebuleni, na ukizingua varandani inafika, na hata nje tunaipeleka. Hapo vipi? Kwa sababu huyu mama amekukwaza sana na wewe ni mtu wa hasira, haukawi kumpiga kibao mbele ya watoto na you don't care. Of course, sijawapiga watoto, nimewapiga mama hao, si ndio? Si ndio? Nimempiga mama hao. Na huyu mama naye akishavurugwa na baba anahamia chumbani kwa watoto, anawasimulia ujinga wote wa baba. Baba yenu msimuone, msimuone. Huyo niulizeni mimi mama yenu. Nateseka watoto wangu, nipo hapa kwa ajili yenu tu, lakini Mungu anajua ningeshaondoka. Yaani unahisi kama watoto wanakuona shujaa, kumbe umeshaanza kuwa confuse watoto mapema sana, kwamba nao mateso yako yote ni kwa sababu ya sisi. Tafasiri yake ni kwamba tuna deni na wewe mama yetu kwa sababu ulipambana sana. Na mama hapo mnawimiga, yaani mama yetu alitupambania sana, yaani mateso aliyopitia kwa ajili yetu. Ulitumwa. Mbona kuwabebesha lawama watoto watu very innocent kids? Wewe kama umeamua kubaki hapa kwenye ndoa kwa ajili ya watoto, kaa kimya, shut up, have fun, enjoy, nyamaza, don't share your pain with them. Unawatesa bure. Watoto wengi sana wametengenezwa matatizo ya kisaikolojia just because anashuhudia mama ananyanyasika, baba anateseka. Mnatesana mbele ya watoto na mnahisi kwa sababu watoto hamwatesi. Guys, just understand us. You know, we all fine. Si mnakula si mnavaa vizuri si mnafanyaje lakini mnatutesa kwa sababu nyinyi ni watu wenye akili timamu, mlizaa mkiwa na akili timamu na mnapigana. Tunashindwa kuelewa. Are you guys normal? Muulize jirani yako, are you normal? Imagine mlikutana wenyewe, mkapendana wenyewe, mkashirikiana wenyewe, mkaleta watoto wenyewe, alafu all of a sudden mnapigana, mnagombana, mnapigiana kelele. Watoto huwa wanakuwa na wakati mgumu because they don't understand nini kinatokea. Hawaongei, lakini ndani mwao huwa tunatengeneza makundi haya mawili. Kundi la kwanza ni wale watoto ambao kwa sababu mmeshatengeneza mazingira ambayo ni very dangerous and unsafe nyumbani. Kundi la kwanza ni la watoto ambao wao huwa wanaamua kukopu yale mazingira kwa kuamua kuwa wapambanaji na wapiganaji. Kwa sababu nyumbani kila mmoja anarusha ngumi na yeye anaamua kwamba bwana sikiliza, hii dunia ni kurusha ngumi. Kwa kundi la kwanza unatengeneza mtoto ambaye ni mtukutu, mkorofi, mfujo, anawaburi wenzake, anawapiga wenzake, anawanyanyasa wenzake sexually, anawalawiti wenzake. Mnashangaa where in the world mtoto wa darasa la 6 ameweza kufanya matukio ya kuwaumiza wenzake. Kumbe kila wakati akifika karibu na wengine, the only thing he think is how to be tough and powerful over everybody else. Awaumize wengine kwa sababu that's the only way anajua kuishi duniani. Sio kama wewe kujua kwamba kuna watu duniani hapa hawajui namna ya kuishi na wengine kwa amani. Yaani kukiwa na amani anaona mbona kuna amani sana. Watu ambao kiukweli hawajui. Yaani ukitaka akuumize jaribu kumpatia mazingira ya amani. Yaani ukiwa umekaa hivi mpaka anakuuliza mbona umetulia sana? Yaani kuna nini? Wako na akatafuta tu, yani
haiwezekani hii ndoa mwezi wa 3 huyu mume wangu, yani hata kupigiwa simu na mwanamke hivi ana mchepuko kweli? Hapana. Ataanza kutafuta vurugu yeye mwenyewe. Kwa nini? Hataki amani, hajui namna ya kuishi kwa amani. Kuna watu wengine wanasema mimi huyu mwanaume wangu ni mtu wa ajabu sana, lakini tukikuletea malaika kutoka mbinguni huwezi kuishi naye, huwezi. Yani wewe huyo mkorofi ndio size yako. By the way, kama unaona yeye ni kichaa, mlikutana wapi? Unajua sometimes unajua huyu mtu ni kichaa. Vichaa hapo majalalani. Wewe ulikuwa unafanya nini majalalani? Kama wewe mtu uliweza naye ana matatizo, ujue nao una matatizo. Ile yako ni ya kichini chini. Halo? Ila mlikutana pipa na mfuniko. Halo? Kwa hiyo kubalianeni tu kwamba hapa ni swala la kulea watoto, tuachane na hizi pilika zingine. Kundi la pili mnaotengeneza ni watoto ambao kwa sababu mmetengeneza mazingira ambayo hayana amani, wao huwa wanaamua kuwa waoga, withdrawing. Baada unaanza kutuambia mwanangu hana confidence kabisa. Yani mwanangu hajiamini kabisa. Confidence ya mtoto haitengenezwi shuleni intellectually, inatengenezwa nyumbani na wazazi wake. Ukitengeneza mazingira ambayo ni salama, mtoto anaweza aka-explore uwezo wake, akawa na uhuru wa kufanya activity nyingi yeye mwenyewe, akawa na uwezo wa kukosea bila kukaripiwa kila wakati, asione watu wanagombana kila wakati, mtoto atakuwa na confidence. Na bahati mbaya wazazi wengi huwa mna focus energy kwenye kuwakataza watoto mambo mabaya. Msijue ya kwamba unapo shout kwa mtoto kwa mambo mabaya, unazuia ile tabia na unaua confidence ya kufanya hata mambo mazuri. Kwa hivyo namna nzuri ya kumsaidia mtoto sio kumkaripia akifanya vibaya, ni kumu-encourage akifanya vema ili udiscourage akifanya vibaya. Matokeo yake unatengeneza mtoto ambaye hajiamini, hajikubali, hajifurahii kwa sababu nyumbani kuna vurugu, yeye ni muoga, akifika nyumbani anatetemeka, ana adabu, ana heshima, mnadhani ana adabu, ana heshima, kumbe ni kaoga. Kuna vitoto havina adabu na heshima, ni vioga. Sio adabu, kana kaoga. Unasema ni mwanangu ni mpole, anakaga tu mwenyewe. Very cool. Sio cool. Hakawezi kujipambania, hakawezi kujipigania, hakawezi kujisemea, hakawezi kujitetea. Mwisho wa siku kanalawitiwa, kanabaka, kanachezewa, kanakuwa bully, kesi inarudi shuleni. Mwanangu anakuwa bully. Haya sawa. Kuna familia huko wamekiamsha, huyu mmoja amekuwa bully, mwingine huku nyie kwenu mmekiamsha mwenzako kawa muoga. Wamekutana tu uwanja wa vita. Halo? Solution ni nini? Create safe environment at home. Waache watoto wako wajisikie salama nyumbani. Wakijisikia salama kufanya maamuzi, kuishi, kujiamlia vitu kwa namna nzuri, watajifunza kujenga confidence wao wenyewe. You don't have to teach them to have confidence. Mgogoro wa 3 na wa mwisho ni mgogoro wa kiuchumi, financial conflict. Mgogoro wa kiuchumi ipo ya aina kadhaa. Aina ya kwanza ni ile aina ya familia ambayo kila mtu anafanya kila kitu. Baba ananunua chakula, mama ananunua chakula, baba analipa huku na mama analipa huku, na baba analipa kinyamuzi na mama analipa kinyamuzi, na ada inalipa na mama na ada inalipa na baba. Yaani watoto hawaelewi nani anafanya nini. Si mmekubaliana chumbani mnapendana. You know we are lovebirds. You know, so anybody can do anything. Yeye mmekubaliana. Watoto wako wataondoka wakiwa wamekuwa confused huko mbele wanapokwenda. Hawatajua nani anafanya majukumu. Wasaidieni watoto wenu, mnapendana, tunaelewa. Lakini wafundishe watoto wako kujua baba anafanya hiki, mama anafanya hiki. Naelewa mmekubaliana baba akajenge nyumba Mbweni, wewe mama ununue sijui mchele na chakula na nini. Yes, ni makubaliano nao chumbani. Lakini do you know mtoto wako anachokiona ni kwamba mama ndo anafundisha hapa nyumbani? Mnafahamu hiyo? Mama ndo anatulishaga. Mama ndo analipada. Ila mzee unapiga mwingi. Yaani kuna migorofa inajengwa huko juu. My friend, jitahidini kuelewa ya kwamba mnapokubaliana kitu ndani ya nyumba, it's not for you. Watoto wanasoma mchezo. Na je, tafasiri wanaondoka nayo ni ile mliokubaliana nayo chumbani au ndio wametoka wamechanganyikiwa? Lakini kuna ile style nyingine ya conflict ambayo mama kwa sababu amebarikiwa na Bwana na ana pesa ya kutosha anasema mwanaume usinichezee. Na set standard zangu, shule anasoma anayotaka mimi, chakula anakula anachotaka mimi, kaa pembeni, I'll do everything.
Au kuna ile ambayo baba kaamua kuzila tu, kwa mimi nimezila sasa. Wewe fanya. So unaweza wewe mwanamke superwoman, fanya. That is it's a financial conflict. Mbaya sana. Bahati mbaya ni kwamba binti ambaye anakuwa akiona mama ndio anafanya majukumu, huyo binti tayari kichwani mwake anaamini inabidi apambane, atafute mwanaume fulani asiyo na mbele wala nyuma, ampe mtaji, ampe na mahari, akatoe, amuoe, aendelee kumhudumia kama mama yake alipokuwa anahudumia watoto watakaozaa pamoja. Baadaye binti yako anakuletea mwanaume hana mbele wala nyuma, unaenda kwenye maombi kufanywa deliverance. Mwanangu karogwa, ana laana za ukoo zinamfuatilia. I don't even understand. Nimeteseka sana na yeye ananiletea mambo yale. Yes, yale. Kijana wa kiume ambaye anaona mama ndo anafanya most of the time, huyo ni Mario to be. Hatopata shida kutafuta binti mwenye hela amtunze. Wanasema Mario ametokea wapi? Hawajashuka kutoka kuzimu, my friend. Hapa mama anaucheza mchezo na alikuwa, jamani Junior, okay, what do you want Junior? Anaona hela ya mwanamke tamu. Anafika form 4 form 5 pana, anatembea kwenye gym hivi, anaangalia wadada wenye hela ili wamtunze. Alafu unashangaa kijana wangu ni mvivu, hafanyi kazi, hataki chochote, lakini yuko busy anatengeneza 6 pack ili wapate wamama wa jirani zao wanaitwa mashangazi. Unadhani amelaaniwa, kumbe aliona mchezo mzima kwa nani? Mama yake superwoman. Hello? Wazazi mnanielewa vizuri? Mnanielewa vizuri? Hii migogoro mitatu usipokuwa makini itakutengenezea mtoto wa hovyo sana. Na hautaamini vile ambavyo atakudisappoint at the end of the day. Utamsomesha kwa gharama, utamtunza kwa gharama, utainvest a lot kwake, lakini this child will disappoint you big time. Tumekuwa na ongezeko kubwa sana la vijana siku hizi ambao hawataki kuoa na hawataki kuondoka kwa wazazi wao. Wanaume mlioko hapa, najua mpo wachache. Wanaume mlioko hapa ambao mmeoa au una mke, ni nani miongoni mwenu aliwahi kuoa akitokea nyumbani kwa baba yake na mama yake? Let me see your hand. Yaani unakuwa send off na wazazi na wewe mwanaume, like. Tumekuwa na wazazi ambao mtoto kijana hapo na miaka 23, 24, 25 yuko ndani ya nyumba anakula ugali wako, anatumia TV yako, anapigwa na feni yako, anatumia gari yako, alafu Junior, aende wapi? I get free milk here. Issue iliyobaki pekee ndio inahitaji ni sex, na sex siku hizi ni very cheap product, na ipata popote, nafanya yangu narudi nyumbani. Why would I take someone's child? Anza kunibebesha ma stress. Mama pika msosi tule. Anagonga 35 yuko hapo, baadaye anaanza kuombea maombi ufe haraka. Mpaka hapo mzazi uone kosa lako. Unajua kwa sababu gani? Ulimsomesha mpaka chuo kikuu. What you don't know, this guy is very smart intellectually, lakini emotionally very weak. Na dakika chache hapa ngoja nikusurprise. Kwa tayari kwa ajili ya surprise. Wakati wewe baba unamuona binti yako ni mtoto wako, binti yako anakuona wewe ni mume wake. Mume wa kwanza wa kila mtoto wa kike ni baba yake, na mke wa kwanza wa kila mtoto wa kiume ni mama yake. The moment mwanao anagonga miaka 4, ikiwa ni wa kike au wa kiume, wa kike anakuona wewe baba kama mume, wa kiume anakuona wewe mama kama mke. Na ndio maana wamama wote wanajua, binti akifika miaka 13 huwa kunaanza kuwa na mgogoro ndani ya nyumba. Binti na mama wanagombania penzi la baba. Kama mwanao hajafika huo umri utaelewa. Ngoja afike. Ukipika chakula kibaya anamuonea huruma babake, sema jani tani mama anazingua. Wakati wa mama uko busy na vikoba, mume wako akirudi nyumbani, binti yako anamvua viatu, anampa maji ya kunawa kidogo, anampa na juice, anamtreat just like a boyfriend.
Exactly. Na anaanza kuchukua vitu vyake, mara anachukua chaji yake, anafanya mara anampata attitude na babake, anamnunia sometime, anafanyaje exactly as na the same. Wanaume huwa wanafika wakati wakifikia miaka 13 wanaanza kugombania penzi la mama na baba mtu. Wa baba wote mjipange. Kama babu kijana wako ni bado mdogo, huwezi elewa. Kuna umri utafika mwanao atasimama kinyume nawe, ataanza kumpambania mama yake. Ukizingua, anazingua. Kama uamini, subiri awe mtu mzima, amchukue mama yake, amlete mjini awe anakaa naye, ndio utajua kama huyu jamaa alikuwa mume wake tangu zamani. Na wababa huwa hawaelewaji. Unashangaa, "Mom, please just come over." Anamchukua. Hapa mlipo sijui, lakini mnajua wengine wapo ambao wanakaa na mama zao like, "Njoo." Achana na huyo mzee. Anakuwa kwa stress. Unashangaa mama anapenda kukaa kwa kijana wake kuliko kwa mume wake. Unashangaa nini kimetokea? Ni nature. Hello? Habari ya kushtusha ni hii. Kama ndoa ya baba na binti yake haikuvunjika, ndoa ya huyo binti na mume wake itapata tabu sana. Mabinti wote ambao wana bondi kubwa na baba zao na hawakumaliza uhusiano na baba zao na ndoa bado zimesimama, wanasubuaga waume zao. Vijana wote ambao ndoa zao na mama zao hazikuvunjika, hapo najua wanawake wanaisikilizia vizuri, inawahusu sana. Vijana wote ambao ndoa zao na mama zao for some reason hazikuvunjika, halafu jamaa akaoa, kwanza wanapata shida kuoa. Wanazurura. Kwa sababu kwanza lazima huyu mwanamke kwanza apate kibali kwa mke wake wa zamani, anaitwa mama yake. Picha linaanzia hapo. Na akishapata hiyo kibali, inategemea mama yake ataishi naye vipi. Hapo katikati mama akichoma, jamaa akachoma. Na anakwambia kama umeheshimu mama yangu, hatuwezi kuelewana. Unashindwa kuelewa kwani kuna wale wengine mbaya zaidi mpaka anampikia mama kila mama, nimepata kiwanja kimoja hapa maeneo ya Mbezi Beach. Mama ni kizuri kwa kiwanja. Mama akisema msubiri kwanza mpaka nije, hakinunuliwi. Ndoa haijafanyaje? Sasa ndoa ya mama na kijana wake inavunjikaje wakati yeye mwenyewe ana mgogoro na mume wake? Yaani picha linaanza, una mgogoro na mume wako. Kwa hiyo huyu kijana ndo anakupa comfort, unajisikia kama mke, unavunjaje hiyo ndoa? Halo? Mwanaume anavunjaje ndoa ikiwa ana conflict na mke wake? Chumbani kumewaka, anatafuta faraja kwa mtoto wake wa kike, na huyu mtoto sasa kashakuwa na shape, ananukia vizuri. Dad, hi dad, hi dad. I wanna like, yeah, hi daughter. Anajiona kwamba. So namna pekee ya kuhakikisha ndoa za wewe na watoto wako zinavunjika ni kuhakikisha ndoa yenu au mahusiano yenu, basi ndoa inawezekana imeshindikana, lakini mahusiano yenu yanakuwa intact ili muweze kuwalilizi hawa watoto. Now this is a very bad statement. I'm about to disappoint you. Mkiseparate au for some reason mkadivorce, unatakiwa kujua unapomdivorce mke wako, humdivorce mke wako, unadivorce mke wako na wake wengine wadogo wanaitwa watoto wako. Hapo vipi? Unamdivorce na mtoto wako wa kiume. Kwa hiyo unakuta picha linaanza, wewe una miaka 38, mmedivorce fresh, mmeachana, haina shida, tunawaelewa, vitu haviendi. Lakini wanaoteswa na separation ni hawa wadogo kuliko ninyi wakubwa. Because picha linaanza, binti ana miaka 5 tayari kashagongwa divorce, yani mentally kawa divorce. The immediate effect ni kwamba huyu binti anakuwa akiwa na negative perspective toward marriage, toward men. Anaona wanaume hawafai, wanaume hawanipendi, wanaume hawajali. Kwa nini? Mume wangu wa kwanza alinia.
wanawake hawafai, wanawake si watu poa, wanawake wajielewi. Kwa nini? Mke wangu wa kwanza aliniacha. Is it true kwamba tunaweza tukafanikiwa kwenye haya mahusiano yetu na ndoa all the time? That is not the case. Lakini ni vizuri kuelewa ya kwamba hata baada ya migogoro yenu yote mlioitengeneza, hawa watoto wanahitaji tu kuhakikisha usalama wao, ya kwamba baba yangu yupo aka mume wangu, na mama yangu yupo aka mke wangu, na I can access him or her anytime I want. Hapa sasa ninaomba niongee vizuri tu, nimalizie swala la co-parenting. Ninajua una hasira wakati mwingine na mtu huyo, na pengine wakati mwingine tunakwazika, wakati mwingine tumeumizwa, wametutendea mambo mabaya sana. Keep your conflicts away from your kids. Tukana, saga meno, chukie, fanya nini, lakini make sure mwenzako anashiriki equally kwenye kuconnect na watoto wake, because unayemtesa sio huyo uliyeumizana naye. Wanaoteseka ni watoto ambao mmewatengeneza kwa hiari yenu. Kitu cha kuumiza sana ambacho kinanitesa sana katika jamii tulionayo ni kwamba wazazi wengi huwa wanawatumia watoto wao kama ndio ukuta wa kuwapunish wenzi wao kwa sababu waliwaumiza. That is very, very wrong. Hawa watoto, they are very much innocent. Hawaelewi chochote, hawajui chochote, na kile kilichokuwa kinawagombanisha kama pengine kimefikia mwisho, mna sababu gani ya kuendelea kugombana? Unajua watu wengine sometimes very funny. Mlikuwa pamoja mnagombana, mmeachana bado I don't get it. Sasa si mlikuwa mnakaa pamoja mkoa mwelewani. Like now, why are you fighting now? Utakuja kugundua wengi wetu tuna migogoro yetu binafsi, hasira zetu binafsi, uchungu wetu binafsi, tunatafuta masolution kwa mwenzi wetu, alitudisappoint akashindwa kutusolvia hayo matatizo, nao tunaamua kumkomesha. Unamkomesha mtu ambaye kashasonga mbele kama injili na maisha yake. Wanaoumia ni watu tofauti kabisa. So, muhimu sana ni kwamba future ya watoto wako inategemea sana quality yako ya malezi. Ni vizuri tukaelewa ya kwamba pamoja na kwamba shule zinafanya kazi nzuri kuwapatia watoto wetu uwezo wa kielimu, shule haiwezi kujenga afya ya akili ya mwanao. Na trust me, mtoto wako hata kama ana elimu kubwa kiasi gani, for as long mentally and emotionally hayuko stable, I promise you, atakuwa na elimu kubwa, atapata nafasi kubwa kwenye jamii, atakuwa na biashara kubwa sana, but I guarantee you mwisho wake utakuwa ni mbaya. Hakuna kitu kinauma sana kama uwe mzazi ambao baada ya kuwekeza kila kitu kinachokuhusiana na watoto wako kwao, wanakuwa ni watu ambao huwezi kuwaamini ukiwa kwenye kitanda chako cha mauti. Na believe me, kuna wazazi wengi sana hakuna siku wanaogopa kuliko siku ya kufa. Ukifanikiwa kumsaidia mwanao kwenda mbali na wewe, akaweza kuishi maisha mazuri mbali na wewe, wewe ni shujaa. Jukumu la mzazi sio kuandaa future ya mtoto. Jukumu la mzazi ni kumwandaa mtoto aweze kutengeneza future yake. Kwa katika mishe zako na struggles zako na harakati zako zote, achana na habari ya nyumba ngapi unawaachia watoto na magari mangapi na pesa ngapi, achana nayo. Wanaweza kutengeneza za kwao kama umewaandaa. Wangapi hapa kwa neema ya Mungu mliachiwa utajiri wa kutosha na Mungu aliwaona vizuri na wazazi wenu? Leo sio wae. Yeye kama mimi kumbe. Au ni utajiri lakini hautoshi. Ili unaelewa kwamba mtoto wako ukishamtengenezea utajiri wa kutosha, kama haujamtengenezea uwezo wa kutengeneza utajiri wake, wa kwako atauharibu, utaisha, alafu ndio ataanza kupambana kuona kama atatengeneza au la. Wangapi wanajua hivi? Mali ambazo mwanao hajajua uchungu wa kuzitafuta hawezi kuzilinda. Hawezi, is the lie.
So tunakuwa na watoto ambao baada ya kutafuta mali na utajiri na kuacha walelewe na wadada wa kazi na watu baki na wabibi na nani, at the end of the day tunakuja kurealize hawana capacity ya kumanage any of that. It's very depressing, very frustrating, very stressful. Na tuna wazazi wengi sana wanakuja ofisini kwangu pale, mwanangu haeleweki, mwanangu hajisomi, ana miaka 20 na kitu lakini simuelewi, naomba unisaidie. Naambia mzee, sikiliza. Rule number 1, ili nimsaidie mtoto wako, kata bondi naye. Picha linaanza, fukuza hiyo kiumbe nyumbani kwako kwanza kama unataka nikusaidie. Na wengi hawatoboagi huo mtihani. Nimfukuze. Anaenda hajielewi. Ambia basi wewe ni mzigo wako kudumu mama, labda nikutie moyo tu wewe, lakini kwa bali yule mtoto hiyo bomu. Mimi nitakudanganya bure, nitachukua hela zako, nitaspendi masaa yangu ya kutosha. I can never help that dude. Kwa sababu siwezi kumsaidia mtu ambaye hata wazazi wake wenyewe wameshindwa kuondoka kwao. Mimi nani? Wazazi wake wameshindwa kumcontrol, mimi naweza kumcontrol. 99% ya watu wanaokuja ofisini kwangu kwa hiari yao wenyewe, baba zao walishakufa, mama zao walishakufa, maisha yamewavuruga, waume zao wamewasaliti, wamekumuta, maumivu yamenoga, yamefika kwenye chorus, ndio wanakuja kansela, yani hali ni tete. Sasa unamrahisishia maisha mwanao alafu unamleta kwangu, mimi namsaidiaje? Patie maisha magumu kwanza, atakuja mwenyewe kansela yeye. Hapa sichomoi. Niambia sasa kama nikuchome. Sasa kama umeshindwa kumwachilia mtoto wako akiwa na miaka 12, 13, 15, 20, 25, unaweza ukamwachilia akiwa na miaka 35 na hana mbele wala nyuma? Wewe mgeukie jirani kumwambia let that child go. Mwache mtoto aende. Sio mtoto wako. Hapo wanawake hawasemi haya maneno, wala mtoto kwa mama hakui. Yaani wanawake hawanielewagi sentensi. Ila sasa tendo mdee tukadanganyana bure. Wewe unasema mtoto kwa mama hakui. Hivi wewe mume wako huyo au mwenzi wako akiwa anapigana simu na mamake kila siku, wewe unaweza? Hello mama, nimekumisi sana. Hello mama, jana tumegombana na mke wangu. Hello mama, yani jana nimeshindwa kumridhisha mke wangu. Yani hello mama. Utaenda kusemea kwa mama mambo ya ajabu. Hello mama, mke wangu ni wa baridi, wewe wa baridi, mama wa baridi. Alafu wewe unayetaka mtoto wa mama mkwe akue, wa kwako unasema mtoto kwa mama afanyaje? Ila mtoto wa mama mkwe unasema una roho mbaya. Roho yako ni mbaya. Acha na sisi tusikue uone rangi hizo utakazoona. Jamani, mimi nimemaliza. Dakika 35 zimeishia hapa.